Naona baadhi ya viongozi watu washaanza kuosha uso. They are looking glowing now. Sasa wanataka kurudi kuingia katika ulingo wa siasa. By the way, mimi kama mimi sijasema Ruto president forever, because kama atapewa chance apate hiyo 2 term atakuwa shamaliza muhula wake kisheria, na kama hatapata hiyo 2 term, mimi ni mtu wa 2 term, but mimi ni Muislam, kitakachokuja nitasema alhamdulillah. Lakini kikweli sijaona who is coming for the next president, hata kama niko na kura yangu, hata kama Waislamu tunaambiwa kura ni haramu, lakini tunaenda na wakati, na pia vile vile tunaenda na maandishi ambayo yanasema kwamba tukubali kile ambacho kipo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ashakipanga. Nimeona Wajakwaya watu wanamuita Watamu. Nisikia hii Watamu nikadhani ni Watamu Mombasa, kumbe ni Watamu Wajakwaya. Mimi nataka akija raundi ile sikumsoma vizuri, nilikuwa naangalia who like them, who hate them, na nikapata ako na 10%. Ako na 10%, lakini nina maswali nataka kumuuliza Wajakwaya Watamu. Ni nani anayetia madawa ya kulevya kwenye mgoka? Kwa sababu yeye is the head of hawa watu wa drugs, na sasa hivi ako na mamilioni. Things in Kenya are created. Watu wanatengeneza vitu ili kiwe vile wanavyotaka wao. That's why mpaka leo hujasikia Kenya ikisifika, hujasikia Kenya ikifika mbali, hujasikia, tunateseka tu kwenye nchi yetu. And sasa hivi wameenda barabarani. Hakuna kitu nchini Kenya kinafanyika kwa amani. Sasa hivi wameenda barabarani, wamechoma matairi, sijui ndio wamechoma hiyo Ebola yenyewe. It's so funny. Yaani wanasema kwamba ukitaka drama ishi nchini Kenya, but hizi drama zinafaidisha Wakenya nini? Sasa mimi nataka akija atuelezee Wajakwaya kwenye hizo kampeni zake, atuelezee. Tuko na nusu mwaka nafikiri kufika katika election, katika uchaguzi, na mengi yatatokea. Hiki ni kionjo, mengi yatatokea. Sasa akija atuelezee ni nani anaweka madawa ya kulevya kwenye mgoka. Sasa hivi yuko na mabilioni ya wafuasi, walevi, waraibu wa mgoka. Cha kusikitisha ni kwamba hawana kura. Kura yao ni kuchoma. Wataingia kuchoma magari, kuharibu mali. Na hiki ndio kitu kinachofanya bei ya mafuta ipande, kwa sababu blog anapopelekewa habari za uongo wakazichapisha zikawa habari za kweli, zikatia watu tumbo joto, hakuna mfanyi biashara ambaye atakuwa yupo tayari kuweka gari lake barabarani, kuweka mafuta, kusambaza biashara, kutengeneza. Hakuna. Mwisho wa siku wafanyi biashara wanapata hasara. Ili wasimamishe biashara zao vizuri, lazima bei iende juu. Hiki ndio kitu ambacho Wakenya wanafaa wajue kama walikuwa hawajajua. Kila tunapoharibu, tunaposikia Uganda wanafanya kampeni ama wanaingia katika siasa, tunapeleka midomo kule, tunaanza kutukana. End of the day, sisi ndio tunakuwa wabaya, kwa sababu bei ya mafuta imepanda kwetu. Uganda bei ya mafuta inakuwa iko chini, kwa sababu wale wanakuwa wavumilivu, wanakuwa watulivu, wanakuwa hawaharibu mali zao. Sisi tunaharibu mali zetu, halafu tunatarajia mambo yawe rahisi. Rahisi ilimshinda mpishi, na ndio nakuta kila siku Kenya mambo yanatushinda.